Usivae pete. Unataka kufanya nini? Kwa hiyo umeamua kumuua mama Kasuku? Mimi sijamuua na siwezi kumuua kwa sababu sina ubaya naye. Hiyo pete yako ndo amefanya aanguke, na unajua kabisa hiyo pete ndo wewe. Sasa mbona unakataa? Makasuku amezimia tu. Halafu mimi nimekuja kwa ajili ya hiyo pete. Nenda ukaifuate uniletee. Haya sasa, Kasuku yuko wapi? Maana tangu aondoke nimekuwa mnyonge sana. Kasuku kuna mahali anaishi kwa sasa, lakini muda ukifika atakuja kuwaona. Kumbe rafiki yangu Kasuku yupo? Ndiyo, na habari hizi umfikishie mamake Kasuku pale atakapoamka. Mimi naondoka. Kwa heri. Roho yangu inauma, nimebaki peke yangu, dunia imenipuuza, nadondosha chozi langu bila huruma, wanaitesa nafsi yangu, wananiona kama funza. Nilisahau kukwambia, inatakiwa maamuzi ufanye leo hii. Ikipita siku ya leo, basi jua kabisa hiki sitakuwa ngumu sana kwako. Sawa Amba, nimekuelewa. Niambie tu ulipo, mimi nitakuja. Na kutumia location uje sasa hivi. Okay. Kuna nini kwani kaka Kam? Hakuna chochote Kasuku. Isipokuwa tu huyu ni mwanasheria nilikuwa naongea naye hapa. Ameomba tukutane kwa ajili ya kujadili vizuri swala lako, ili ajue anaanzia wapi na anamalizia vipi swala lako ili iweze kuwa sawa. Sawa. Mungu akutangulie katika hilo. Amina Kasuku. Sasa mimi nafikiri wewe endelea kula hapo. Nikuache sasa, tutaonana baadaye.
Mama Kasuku, tulia kwanza. Alia, kuna nini? Si nilikuwa na pete. Iko wapi? Pete amechukua mwenyewe. Mwenyewe ni nani? Ni kiumbe cha ajabu uliyemuona, ndio mwenye hiyo pete. Lakini ile pete si ni ya Kasuku na ilikuwa huko kwenye mfuko wake. Ile pete sio ya Kasuku, ni amegewa na huyo kiumbe. Na huyo kiumbe sio mbaya, ni mzuri tu. Na amenipa taarifa njema. Taarifa gani? Ameniambia Kasuku ni mzima na yupo salama. Kasuku ni mzima? Ndiyo. Mungu wangu. Amekwambia yuko wapi? Ameniambia yupo sehemu salama tu, na muda ukifika atakuja kutuona. Oh, Mungu wangu. Mwanangu Kasuku yuko salama. Asante Mungu. Hizi taarifa akisikia dada yake Kimbulu pamoja na kaka yake watajisikia furaha sana. Alia, asante mwanangu kwa taarifa nzuri. Kwa hiyo Amba, upo serious kabisa umedhamiria kufanya kitu kama hichi? Yaani kama mpaka hapa tulipofikia bado unaamini utani tu? Mimi niko serious nilichokwambia. Kwa maana hiyo umeamua kuchukulia yale matatizo yote niliyokuelezea kama advantage. Yaani yote tu ili mradi uweze kutimiza haja zako. Kama bwana, hebu acha mambo mengi. Wewe utashinda vita yako baadaye. Na mimi huu ndio muda wangu wa kushinda vita yangu ambao nimepambania muda mrefu. Lakini Amba, Kaka Iza. Vipi, kwema kweli? Sio kwema kabisa kaka. Shida nini tena? Hatimaye Kimbulu amejua ukweli wote kuwa mimi na Danjugu ni ndugu, na istosha ameondoka na hasira sana. Ndio, pole sana. Lakini mimi binafsi naona kama ni jambo zuri sana kama kajua nyinyi ni ndugu. Kwa nini unasema hivyo? Unajua Njugu na Kimbulu ni marafiki. Hajalishi kama kaondoka na hasira, lakini kuna muda hasira zake zitaisha na atakaa na Njugu, watazungumza tena. Tena safari hii na imani atazungumza vizuri sana, kwa sababu atakuwa azungumzi na Njugu tena, bali anazungumza na dada yake Iza au wifi yake mtarajiwa. Ni kweli unachokisema, lakini kwa jinsi alivyoondoka hapa nyumbani sidhani kama atarudi tena, kwa sababu sio mimi tu alionikasirikia, mpaka Danjugu. Yaani kiufupi ametukasirikia wote. Pole sana kaka, lakini mimi nikusii kitu kimoja. Hebu endelea kupambania penzi lako.
Wewe si umempenda? Hebu mpambanie. Asante sana kaka kwa kunipa moyo. Vipi lakini naona sura yako haina nuru. Una tatizo lolote? Ni mambo tu ya kifamilia, yanachanganya sana, lakini hakuna jambo jingine. Pole sana kaka. Yataisha tu. Lakini kiukweli nachanganyikiwa sana. Kuna vitu ambavyo vinaendelea pale nyumbani kuhusu bi mkubwa. Yaani sivielewi kabisa. Yaani sasa hivi anazungumza vitu ambavyo havieleweki. Mara habari za mizimu, kuna muda anazungumza mwenyewe. Yaani nashindwa kabisa kumuelewa. Kifupi kaka, nachanganyikiwa. Hii mbona sasa inaelekea pabaya? Sio kidogo kaka. Tena kinachochanganya zaidi ni kuhusu Kasuku. Mpaka sasa hivi sijui yuko wapi. Yaani kaka, nachanganyikiwa. Alafu nakumbuka uliniambia Kimbulu alikupeleka kwa yule mama ambaye alikuwa anakaa na Kasuku, si ndio? Ndio. Sasa unaonaje tukaenda huko? Tunaweza tukapata chochote kitu kutoka kwake. Umewaza jambo zuri sana. Kwa sababu nakumbuka hata last time nilivyoenda na Kimbulu pale kwa yule mama, kuna kama kitu alitaka kuzungumza hivi, lakini Kimbulu alimkatisha. Umeona sasa? Hebu twende. Tunaweza tukapata kitu. Sawa, twenzetu kaka. Amba, tumeshamaliza kufanya kile ambacho ulichokuwa unataka tukifanye. Na nakumbuka uliniambia mara moja tu. Hivyo basi, sitaki ile jambo lijirudie tena. Usijali, mimi nimelizika na wala sitokusumbua. Hila hisia zangu asikuniongopea nilichohisi kutoka kwako. Yaani kama penzi lako tamu zaidi ya neno lenyewe. Kuna watu walikuwa wanaona kama mimi mjinga pindi nilipokuwa nakung'ang'ania wewe. Lakini walikuwa hawajaona nilichokiona mimi kwako. Kama hivi unajua una penzi tamu na najivunia sana leo kulionja. Sikiliza. Ukiweka pembeni hiyo makelele yako, zingatia Amba, ili jambo lisijirudie tena. Usijali kama. Sasa ni muda wa kusimamia upate ushindi wako. Maana mwanzio leo nishapata ushindi wangu. Tunaanzia wapi sasa? Huyo mtoto Kasuku, kuna dada yake anaitwa Kimbulu. Je, unamfahamu? Namfahamu huyo dada. Inabidi tumpate huyo. Atuelezee kila kitu kuhusiana na Kasuku. Kwa sababu yeye ndo alikuwa anakaa na Kasuku kipindi wazazi wake wapo hai. Na huyo ndo atakuwa shahidi yetu namba 1. Inabidi ufanye haraka ili tumalize hii kesi. Na usiwe na wasiwasi kama. Huyo mtoto mali zake zote zitarudi mikononi mwake. Yana maumivu yake mapenzi, ukimpenda asiyekupenda. Yana raha yake mapenzi, ukimpenda anayekupenda. Kwa maana naonjeshwa pepo ingali nipo duniani. Sawa. Mimi naenda zangu. Amba, kumbuka. Ili jambo naomba lisijirudie tena. Ile ndo mara ya kwanza na ya mwisho. Bea nyuma. Hivi kama una mimi mjinga Sasa hapa nasubiri matokeo ya ushindi wangu. Amenilambisha asali tamu mpaka kichwani. Jamani, kupendwa raha, macho yetu yakitazamana. Oi. Ndugu yangu, basi naomba uniamini. Yule macho mimi sijamtongoza. Yeye mwenyewe ndo kanifuata. Au sio?
Yaani ushanaona mimi mtoto sasa. Hivi Samundu, wewe hivyo ulivyo na mipua yako kama mitundu ya chupi, ule mtoto akufuate akutongoze kwa lipi ulilokuwa nalo? Yaani kitu ambacho sichokijua, yule macho anajua kutongoza kinoma. Yaani kanipiga mistari mpaka nikashindwa hata kumkatalia. Mwisho siku nikalegea, nikang'ata kucha, nikaangalia juu, mwisho siku nimesema nimekubali. Yaani ndio hivyo, kwa hiyo usinilaumu. Au sio? Sema fresh mwanangu. Wewe baki naye tu yule demu. Ila mimi Samundu, uzuri wangu ndo unaniponza wewe. Sasa tuachane na hayo. Vipi sasa kuhusu ile dili la yule demu? Tunafanyaje ndugu yangu? Njaa kali. Sasa nikwambie. Tena usije ukarudia kuniambia tena kuhusu madili yako ya kishamba. Mimi yule demu tayari nishampenda na sasa hivi ni demu wangu. Kwa hiyo kuhusu dili lako, futa kabisa kwenye akili yako kwamba mimi na wewe tulishawahi kupanga dili kuhusu yule demu. Si unanielewa? Yaani rafiki yangu akupenda wewe. Usijendeikeze. Walinyani leo ni kundule. Mimi tena mtu akupenda. Wewe jioni. Wewe unampenda macho yeye. Yaani kitu ambacho usichokijua, yule macho amenitongoza mwenyewe. Mimi sijamtongoza. Kwa sababu ya uzuri wangu ndio akaamua kumaliza swaga zake zote. Sasa na mimi mgwani nifanye nini? Okay. Kwa hiyo mimi yule Salome nilimfuata mimi nikamtongoza. Umesahau kwamba yeye alikuja kijiweni pale akawa ananitongoza. Mpaka mimi nikawa nakaza, nazuia. Wewe mtoto wa kiume unashindwa kukaza. Unakuja kabisa unaniambia hata aibu uone. Ana maneno matamu mpaka nalegea. Sasa sikia nikwambie kitu. Wewe baki na macho wako, mimi nabaki na Salome wangu. Na kuhusu hilo dili, usiniambie chochote. Na ukitaka tugombane, niambie kuhusu masuala hilo dili lako. Ndio amekuwa hayo ndugu yangu. Mimi ndo nishakwambia sasa. Lakini ndugu yangu lile dili. Kwa hiyo sasa unashinda kujiliwa. Tutafute. Yaani jinsi unanipigia konzi hivi kweli? Kama unakumbukumbu vizuri, nilishakwambia ukiongea tena masuala ya dili, tutagombana. Sasa mimi nilikuwa sijajua, nilisahau. Ndio ukome sasa. Ila kumbe kupigwa konzi ndo linauma hivi. Mungu wangu. Kaka yake na Kasuku. Shikamo. Marahaba. Inaonekana una furaha sana. Bila shaka kuna habari njema. Ndiyo. Kasuku ni mzima. Roho yangu inauma, nimebaki peke yangu. Wewe Kasuku ni mzima? Umemwona wapi? Yuko ndani au? Sijamuona. Ila kuna kiumbe. Sijui kiumbe gani. Hila huyu mtoto ndo anaijua. Eti mtoto. Kasuku yuko wapi? Kuna kiumbe kimoja rafiki yake na Kasuku ndo ameniambia. Mbona nashindwa kuelewa vizuri? Yaani ni kiumbe wa aina gani? Ni kama mnyama, tuseme kama ni paka, mbwa ama ngedere? Mbona sikuwahi kumuona na kiumbe yoyote hapo kabla? Mimi mwenyewe nimemuona. Kanitokea hapa. Amevaa nguo nyeusi. Hivyo mama uko sawa kweli? Niko sawa. Hiza. Umesikia wanapozungumza? Nimeambia habari serious, wanaletea habari za viumbe, si viumbe aina gani? Hebu tuondoke hapa, tuweze kupata chochote kile. Lakini kaka, tungemsikiliza kwanza. Hiza, tumsikilize nini? Hatuna sababu kumsikiliza tena. Yaani huko nilipotoka nimechanganyikiwa na hapa huyu anataka kunichanganya. Hebu tuondoke kaka. Twende. Waidon. Kweli. Waidon.
Huyu Kimbulu anajifanya na kielele sana. Sasa leo kwisha habari yake. Yaani sumu ni lazima imuue. Na hii juisi ni lazima anywe, labda sio mimi. Anapenda sana kuingilia mambo yangu. Hata niweza mimi. Ndichosha tu. Sasa wewe, si umeniukia sumu kwenye hii juisi? Na lengo lako ninywe ili nife. Sasa haina haja ya kujificha. Nataka ninywe hapa hapa mbele yako ili roho yako irizike. Na nife, nimfuate Kasuku huko aliko. Kwa sababu siwezi kuishi na mwanamke shetani kama wewe. Wewe Kimbulu, wewe. Sijui kosa langu nini linalofanya nitese, adhabu zitaisha lini, kupigwa mateke, wenda labda fungu langu liliandikwa niteseke, wenzangu wapate furaha, mimi nivune upweke, mana natamani ningekuwa na mamangu nimwite aitike, natamani ningekuwa na babangu mkono anishike, natamani sauti yangu yonyonge walipoifike, natamani walipolala wao na mimi wanizike. Mimi mtoto yatima, mtoto yatima, mimi mtoto yatima, mimi mtoto yatima. Tazama nayopitia, napigwa, natukanwa, sio siri na